Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Mbengo TV, we are the best. Hello, mambo vipi mtazamaji wa Mbengo TV? Bana, leo zile exclusive interview ambazo ulikuwa ukitamani kuziona kutoka kwa Laine, leo nimeamua nikusogezee. Niko na my best friend, the one and only Violet. Niko na hapa, tutapiga na story. Na kama unapata nafasi ya kuitazama series ya Dunia, basi utakuwa unafahamu kabisa Violet ni nani. Na leo nimeona nimtafute ili tuzungumze naye, kwa sababu kuna vingi tunatamani kuvifahamu, tunatamani kufahamu vitu vingi kutoka kwa Vai. Kuna zile story ambazo ulipata kuzisikia, Vai mara ametoka kwa baba Asma, mara kuna swala sui la hela halipwi, mara nini, mambo ni mengi. Nimeona kwa sababu leo tumekutana na Vai, tupige na story, tuzungumzane na vitu vyote ambavyo unatamani kuvifahamu. Niko na hapa, mimi naitwa Laine, hii ni Mbengo TV. Niko na Violet. Vai, mambo vipi? Poa. Mzima. Siku nyingi. Salama. Niambie kitu gani umekimisi kutoka kwa Laine? Aise, wewe mtu ni mbea. Kila ukinipigia simu nasema hapa kinachopata ni umbea. Hapana kwa kweli. By the way nilikumisi. Nimesi pia mpenzi wangu. Yaani katika kitu ambacho nimekimisi ni kufanya interview na Vai, kwa sababu unajua kuna watu kufanya nao interview una enjoy. Nyinyi ni familia ambayo nikifanya interview na nyinyi na enjoy kabisa. Huwa enjoy? Naenjoy. Nilipokuwa leo nikasema hii shida imeingia ndani leo. Ukawa unahisi hapa umbea utakuwa mwingi sana. Yaani hapo najua unatamani uniulize. Dada hapana. Sawa bwana, tuanzie hapa, tusianzie kwenye Dunia, tuanzie nyuma kidogo. Natamani kuna vitu vingi sana tuvizungumzie ili to clear the air, watu wapate kufahamu vyote ambavyo natamani kuvifahamu. By the way, mashabiki zako walikuwa wanatamani sana nikufanyie interview. Simu zilikuwa nyingi. Ndugu zangu, leo nimempata. Kwa yale maswali yote nayauliza hapa, msijali, namaliza kila kitu. Hapa kati kulikuwa kuna zile tetesi, Vai na mimba, Vai amejifungua, na ulimposti mtoto wako mpaka kwenye mitandao. Hatukufanyaga sherehe tu, itakiwa tufanye sherehe tu kale ubwabwa tuje tukuletee hela. Lakini mambo yalikuwa mengi, kila mtu alikuwa kizungumza cha kwake. Mwingine akawa anasema Vai amezaa na Kicheche, Vai amezaa na baba Asma, kila mtu alikuwa anazungumza la kwake. Natamani to clear the air kutoka kwenye hizi kwanza, alafu tuje kwenye Dunia na vitu vingine. Haki ya Mungu. Ni kweli na mtoto. Hadi naenda Kongo ile nilikuwa ni mjamzito, by the way na mtoto, lakini huyo mtoto sio wa nani wala sio wa Kicheche, sio wa mtu yoyote. Ni mwanaume mwingine, yani na mwanaume wangu ambaye ni mfanyabiashara, hajulikani, yupo gotu huko. Sasa kwa maana hiyo sio mtu muigizaji ama mtu maarufu. Sio mtu maarufu kabisa. Sawa. Kwa nini umehisi wamezua hizi rumors kuhusu wewe na Kicheche na nini? By the way, mimi kila mtu ambaye ninafanya naye kazi, utasikia huyu ni mwanaume wake huyu, afu hiyo iko tu. Yaani mtu ukicheza na mtu basi mashabiki wana hiyo kwamba utakuwa mke na mume. Sasa hivi wanapigana huko, huyu ni mke wa Kicheche sio mke wa Manyanya. Sielewa. Kila mtu ana ile kwamba atakuwa boyfriend wake, atakuwa mwanaume wake, atakuwa hapana. Mimi kinachotuunganisha ni kazi. Hata Kicheche ilikuwa kazi, Manyanya the same ilikuwa ni kazi ambayo tunafanya mpaka leo. Kwa hiyo hakuna chochote, hamna mahusiano yoyote, na sina mahusiano na mtu yoyote maarufu. Sina. Sawa. Na mtu wako yuko willing na hichi ambacho kinafanyika? Hajawahi kuleta shida? Hapana, uzuri ni muelewa sana. Anaelewa. Anajua ni kazi. By the way, hajawahi alafu mtu akikuamini. Kwa hiyo ananiamini, anaona. Sawa. Natamani tufahamu hili pia. Mlipoenda Kongo, ilikuwa ni mara pili ile mlienda wote? Wewe ulienda mara ya kwanza ndo mlienda nao, okay, mara pili walienda pamoja. Hii baada ya mara pili wao kuenda tukawa hatumuoni Queen, hatumuoni Vai, hatumuoni Kicheche, mambo yakawa mengi. Wengine wakawa wanasema crew ya baba Asma imevunjika kutokana na baba Asma anashindwa kuwalipa wafanyakazi wake na nini, maneno yalikuwa mengi. Ikasemekana pia umetoka kwenye kazi kutokana na madeni ambayo unamdai baba Asma, alikuwa hajakulipa kwa takriban miezi 6 au 7 kama sikosei. Samahani itakuwa nimekosea, mtanirekebisha huko. Ila maneno yalikuwa mengi sana, kila mtu alikuwa kizungumza la kwake. Natamani clear the air. Tutoe hizi dhana za watu walizoziweka. Nini hasa kilitokea ikapelekea Violet akawa hayupo kwa baba Asma, alafu akaja akarudi? Kuna kipindi cha kati tena hapa akaondoka, ndio kile kipindi ambacho ulisema umesafiri nacho pia akasema kuna maelewano hajatimia sio na nini, ndio maana hata Vai ameondoka tena baadaye ukarudi. Yaani tuweke sawa kwenye hili.
Kwanza safari ya kwenda Kongo, mimi sikuenda, nilikopo tuna changamoto ile awamu ya pili walivyoenda. Kuhusu swala la kutoka, kuingia, kutoka, hizo ni maneno tu ya watu kwamba ametoka, ameingia, amerudi, amefanyaje. By the way, mimi toka nilivyokuja nadai, sijui nini. Ningekuwa nadai mngeona, ningesema, mngenifuata, ningefanya interviews, maybe kama kuna kitu ambacho sikulipwa au nilikuwa na shauti ya kitu chochote, ningesema. Requests zilikuwa nyingi kwamba kila mtu anataka kujua imekuwaje, imefanyaje. By the way, uliziona kumbe? Yeah, zilikuwa nyingi. Unakuta mtu anakupigia simu, tunaweza kufanya kazi, sijui nini. Tukiachana na hivyo vitu, mimi sijawahi kutoka kwa Basma. Yaani iko kipindi tulikuwa tumestack kidogo, yeye alikuwa anaseto mambo yake na mimi nilikuwa naseto vitu vyangu. By the way, hata yeye anaona interview kwamba nasikia umetoka, tunaongea kwenye simu vizuri, tutafanya kazi hivyo. Yaani sijui, hata mimi nimeanza kufanya kazi before, nilianza kufanya kazi na Basma. Kwa hiyo ni boss wangu kutoka hapo. Kwa hiyo hizo rumors watu wanaongea hiki interview hivi, watu wananitafuta. By the way, hakukuwa na shida yoyote. Hatukuwa na shida yoyote. Yaani hayo nilikopo tu maneno. Nisemeje? Kuto kufanya kazi na mtu nikajua kule imekata. Kufanya kazi na mtu? Kuto kufanya kazi na mtu ningesema, alafu isitoshe changamoto kulipwa au kutokulipwa, hiyo inatokea always. Yani uwezo kufanya kazi upepo kabadilika, si unaelewa? Kwa hiyo kuna muda upepo ulichange kabisa, unaona vitu vimebadilika, lakini hatukufikia hiyo situation, hatukufikia sijui kusema niondoke, sijawaiondoka, yeye mwenyewe mnaweza mkamuuliza akasema. Okay. Kwa maana hapo kulikuwa kuna kaupepo kalipitaga kipindi kile, account imeyumba, account ikaja ikaibiwa. Ni kweli kulikuwa hakuna malipo. Yani sijui niiwekeje kwamba account imepotea, unalipaje wasanii au kuna ili tupate hela, tufanye kazi. By the way, mnafanya kazi, mnaposti wapi? Account Kicheche imeibiwa. Kwa hiyo unakuta kuna baadhi tulikuwa tunaposti kazi. Mara mwisho simu kama unaona tulikuwa tunatumia account ya Kicheche sana. Kwa hiyo unaona kabisa situation ambayo ilikuwepo ilikuwa inahitaji moyo sana, uvumilivu, by the way, na baadhi ya vitu. Ndio maana sikuongea chochote, sikuwa nadai, yani mimi sikuwa na changamoto yoyote ambayo ingenifanya nisimame kwenye medias nikaongea chochote. Okay. Hapo sasa nimeelewa. Nimeelewa kile ambacho nilikuwa nataka nikielewe. Sawa, tuje kwenye swala zima la dunia. Dunia inafanya vizuri by the way. Hapa kati kulikuwa kuna ile movie ilikuwa inaitwa Agano kama sikosei, ikawa inapita lakini Vai hatukumuona. Ile nao pia iliwashtua watu wengi sana. Nini kilitokea kwenye Agano hapo? Alafu tuje Agano, mimi nilikuwa nyumbani. Ilikuwa kwa mama kama nilikwambia, ulinipigia simu. Nilikupigia tukawa tunaongea kwa niambia. Nikakwambia sipo, nimesafiri. By the way, kweli nilikuwa sipo. Nilikuwa sipo kabisa. Yani nilikuwa nyumbani na Agano. Unajua story pia inamtaka mtu. Sio, unaelewa? Kipindi hiko nilikuwa namuuguza, mwanangu alikuwa anaumwa. Alafu na hiyo story yenyewe unaona kabisa hivyo, dada akaniambia mtulia. Kuna story ambayo tunaiandaa. I mean hiyo ndio itakuwa story kubwa, itabidi sasa urudi sana. Agano nilikuwa tayari ipo katikati, mimi ndio mwanangu kapona, nataka nirudi. Kwa hiyo akasema subiria hii, ikishapita tu hii tunaanza zetu na dunia. Kwa hiyo next project mimi nimeniona kwamba ilipopita tu Agano, project mpya ilikuwa ni dunia. By the way, nikaonekana, kwa hiyo hakukuwa na changamoto. Okay. Sawa.